Kenya anazifanya jambo lolote kwa sababu ya pesa. Unapomwona yule mtoto amekumbatia mti kwa siku 3, si jambo la kawaida. Hayo pia ni mambo ya kiroho. Lazima kwamba watu mfungue macho. Labda mtu atakayekuwa ndani ya roho atajua nini ninachoeleza kuhusu kile kilichokuwa kinaendelea mahali pale. Na nitawaambia kwamba huyo mtoto hata wakati amekumbatia huo mti siku zote, ukimwangalia kwamba hayuko sana katika senses zake. Kuna mambo, kuna spirits behind huyo mtoto, kwamba anaweza simama pale kwa siku zote 3. Si jambo tu la kawaida. Ndio kwamba kuna madhabahu fulani ambayo ilikuwa imeinuliwa na mwanasiasa fulani. Najua mimi sitaki kutaja lakini kuna madhabahu ambayo imeinuliwa na mwanasiasa kupitia kwa huyu mtoto tu, mradi kwamba yale masharti yatimie kupitia kwa huyu mtoto, ndio nini yake ya siasa iweze kuimarika. Ndio yake ya siasa iweze kuimarika. Kwa hivyo si jambo la kawaida. Manake kwa kawaida mimi nitasema kwamba hili jambo ni jambo ambalo nasema kwamba inaitwa suicide mission. Mimi nitasema kwamba inaitwa suicide, nitalita jambo suicide mission. Na mtu yeyote ambaye ameamua kufanya suicide huwa anafanya akiwa na sababu. Ana lengo fulani la kufanya. Hawezi kufanya tu bila lengo. Kwa sababu naambia nao mimi nitakufanya hivi na wewe utafanya hivi. Wewe utakuwa jina lako litajulikana Afrika mzima, na mimi nami nitapata hiki. Kwa hivyo jina lake likaweza kujulikana dunia mzima, naye yule ambaye mhusika pia aweze kufaidika kwa jambo moja ama lingine. Kwa kawaida napomwangalia mwanadamu halisi hawezi simama masaa 24, wacha 72. Hawezi simama masaa 24. Mwanadamu wa kawaida labda asimame masaa 6, na akisimama zaidi ya hapo tatizo la uti wa mgongo litatokea. Na utaangalia kwamba huyu ni mtoto mdogo sana, mtoto ambaye nafikiri kwamba ni miaka ngapi, 23. So kama amesimama zaidi ya masaa 70, kuna uwezekano wa kuwa na tatizo la uti wa mgongo. Na ili mtu akae tu mahali pale kwamba angoja lile tatizo litokee kwake, huyu mtu kuna mambo ambayo ameahidiwa na akaambiwa kwamba sasa wewe fanya hii kwa muda, kwa kipindi fulani, baada ya hapo kuna mambo fulani tutakufanyia. Na jina lako litajulikana. Na unakuta kwamba kwa kawaida utakuta kwamba kuna madhabahu fulani yameinuliwa mahali pale. Ili mtoto akitaka kufanya jambo lile asikuwe ndani yake anajielewa, kwa sababu kwa kawaida mtu mzima, mtu ambaye ni normal kusimama masaa zaidi ya masaa 70, haendi haja, hafanyi nini, ni jambo lisilowezekana. Lazima hapo kuna mazingaombe yametumika. Kuna maroho, madhabahu ambayo yameinuliwa ya kishetani, ambayo sasa kuna mtu fulani ambaye sasa baada ya hiki kipindi ambacho mtoto huyu amemaliza, kuna mambo fulani yatatokea. Utakuta labda katika kisiasa atakuwa ameinuka katika hadhi nyingine. Yeye mwenyewe hangefanya, lakini kwamba kupitia kwa huyu mtoto sasa, huyu ametumia mtoto kama sacrifice kufikia malengo yake ambayo anataka kufikia ya kisiasa. Kwa hivyo si jambo la kawaida. Ili mtoto tu ametumia kama sacrifice ili malengo ya mwanasiasa fulani yaweze kutimia. Na hayo ndio yaliyokuweko katika sehemu ile ya gavana wa Nyeri. Kwa sababu kwa kawaida hata mimi mwenyewe siwezi kubali mtu aje kanisani, hata kama ni kanisani, kwamba akuje tu ashikilie mahali ama ashikilie kijiti ama ashikilie mmoja ya pillars za kanisa, ashikilie siku 2 ama 3, nitamkataza. Nitamwambia hapana, hiyo sitakubali. Lakini unakuta kwamba sasa kwa ofisi ya gavana anajua vizuri hii ni suicide. Kwamba huyu mtoto ashikilie mahali pale muda huo wote, na gavana asifanye lolote. Ashikilie hapo kwa kipindi chote, na gavana asapoti. Kwa hivyo inasema kwamba gavana pia ni mhusika mkubwa wa mipango hiyo yote iliyokuwa inatendeka. Gavana ni mhusika mkubwa,
na wanasiasa wa area hiyo, wengine wengi wao sana wakuu katika serikali wanahusika katika mipango yote iliyokuwa inafanyika ndani ya mtoto, na wanajua ni madhabahu gani wanayeinua, wenyewe wanajua. Aliye na macho ya roho labda ataelewa, na kuna madhabahu ilikuwa inainuliwa mahali pale kwa minajili tu ya kufaidisha mwanasiasa fulani.